Wakati unaomba nilikusikiliza kwa makini na uligusia sana katika eneo la waimbaji kwamba zamani hizi AI ameinuka kumsifu Mungu. Ukipata nafasi ya kuzungumza na waimbaji ungewaambia nini? Waimbaji ningewaambia wasijikatae kutaka au kuruhusu AI atuimbie. Yani wewe ndio unajifanya kama AI, yani ndio umeimba, unampa wimbo AI anaimba, alafu wewe pengine unaufanyia video. Mimi ninachokiona, tusipokuwa makini, hata utu wako wa ndani unabadilika, kwa sababu utataka ujituni kama lile AI roboti, na wewe yani dance ufike vile viwango, zile level ambazo AI ameimba. Lakini Mungu amesema kila mwenye punzi amsifu Mungu. AI si kitu chenye punzi, hakina punzi ya Mungu. Kwa hiyo punzi ya Mungu ndio inataja sifa za Mungu. Naona nasema kama network ya Mungu kusikia sifa za watu ni ile punzi aliyoweka ndani yetu. Kwa hiyo ina maana tukiacha AI inaua mwanadamu kumsifu Mungu, inaua. Na Mungu anaketi mahali pa sifa. Kwa hiyo kama tunaacha kumsifu kwa punzi tuliopewa na Mungu, ina maana tunauondoa uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo waimbaji warudi kwenye nafasi zao, wamwimbie Mungu katika roho na kweli, wamwimbie Mungu katika unyofu wa mioyo yao. Waache mashindano, waache kutafuta fedha ya aibu kupitia huduma aliyoweka Mungu. Waache kutafuta sifa kwa jamii, watafute utukufu wa Mungu. Tunaona kanisa ulimwenguni linapita katika kipindi cha uamsho. Ujumbe wako kwa kanisa ni upi? Ujumbe kwa kanisa, turudi kwenye nafasi. Turudi kwenye nafasi. Nafasi ya kwanza ambayo turudi ni ile kwenye Yohana 4, anasema Mungu ni roho, nao wamwabudu wamepasa kumwabudu katika roho na kweli. Na sisitiza hapo katika ukweli. Watu wengi wanaabudu katika roho lakini sio na kweli. Ndio maana tuna wanafiki wengi kanisani, tuna waigizaji wengi. Unamwona kama anabubujika, lakini ukifuatilia matendo yake, shuhuda zake, unaona kabisa hakuna kweli ya Mungu ndani ya huyu mtu. Kwa hiyo uamsho uturejeshe kwenye nafasi ya kuabudu Mungu katika roho na kweli, ili tuone udhihirisho mkubwa wa nguvu za Mungu ukitembea, na matendo makuu ya Mungu yatendeke kwa kizazi hichi, kwa sababu ni ahadi yake. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utazidi ule wa kwanza. Kwa hiyo Mungu anataka achilie ishara na matendo makubwa sana kwa kanisa la majira ya jioni. Ndio maana tunarejeshwa kwenye nafasi kupitia uamsho. Wakaribisha watu kanisani, ratiba za ibada zikoje na kanisa linapatikana wapi? Amen. Na wakaribisha sana wote ambao watapata neema ya kushiriki na sisi katika ibada. Tuko Kibaha kwa Matias. Nasema kwa Matias kwa sababu kwa Matias ndio kituo maarufu, lakini kutoka kwa Matias kuna kituo kinafuata, kituo kidogo kinaitwa Msikitini. Ukishuka hapo Msikitini, kama unatokea Mbezi, ukishuka unavuka upande wa pili, na kama unatokea Mlandizi hautavuka upande huo, utakoshukia Msikitini utaona kibao kinaelekeza kanisa lilipo. Si mbali sana kutoka barabarani. Tuna ibada siku ya Jumatano saa 9:30 mpaka saa 12 jioni. Tuna ibada siku ya Jumapili saa 2:30 mpaka saa 6:30 au saa 7. Pia tuna ibada ya maombi siku ya Ijumaa saa 10 kamili mpaka saa 12 kamili jioni. Karibuni sana tuabudu pamoja.